Kuna jamaa mmoja alibahatika kuoa mwanamke mrembo sana na walipendana kiasi kwamba mpaka mshikaji akagombana na marafiki zake wote waliopendana. Kuna siku sasa jamaa alipigiwa simu kutoka kijijini kuwa baba yako amezidiwa, umri umeenda, anahitaji kuhudumiwa. Mshikaji akaona isiwe kesi na wife nyumbani, akamfuata mzee kijijini akamleta nyumbani. Wife sasa akaanza kutoa vipimo vya suti, kwani alimshauri mume wake wampeleke mzee huyo kwenye vituo vya kulelea wazee huko kanisa la Katoliki. Mume wake akakubali, kutokana alikuwa anampenda sana mke wake. Akamchukua mzee siku hiyo hiyo na kufunga safari kuanza kwenda huko kwenye kanisa la Katoliki la kulelea wazee vikongwe. Walipofika sasa, yule kijana alimchukua baba yake na kumpeleka kanisani, sehemu ya kulelea wazee vikongwe, na akamkabidhi kwa watu husika. Aliporudi kuchukua mabegi na nguo za baba yake, mke wake alimshauri, mwambie huyo mzee asije akarudi nyumbani tena hata siku za sikukuu, aliye huko kanisani, kwani mimi siwezi kumhudumia. Mume wake akamwambia sawa mke wangu, usijali. Akarudi kanisani kupeleka mabegi ya baba yake. Alipofika alikuta baba yake na padri wanapiga stori balaa, hadi akashangaa. Akamuuliza padri, kwani unamfahamu huyu? Padri akamwambia ndiyo namfahamu, ni muda mrefu sana, miaka 30 iliyopita alikuja kumchukua mtoto wa kiume yatima ili aende akamlee, kwani mtoto huyo alikuwa hana baba wala mama, na mzee huyu akiwa yeye na mke wake hawakubahatika kupata mtoto, hivyo alibahatika mtoto huyo wa kiume. Yule jamaa mabegi pale pale aliishiwa nguvu, akashuka chini, akashtuka kutoka usingizini, akaona iishi mpaka iishi. Akanyanyua mabegi akamwambia padri, samani baba yangu naondoka naye, yule mwanamke ndiye anafaa kuja kulelewa huko kwa watoto yatima, naenda kumlea mimi mwenyewe baba yangu. Suti sasa, jamani, tusiwasahau wazazi, walezi waliotulea. Hatujui ni mangapi wamepitia kwenye ukuaji wetu. Ukinunua utumbo usiogope.